Mgombea wa udiwani kupitia chama cha ACT Wazalendo ndugu Joseph Ninde ameahidi kuboresha miundombinu katika kijiji cha Maenje ili kujenga mazingira rafiki kwa wananchi. Amesema hayo leo katika mwendelezo wa kampeni zake ambapo amewataka wananchi kujitokeza kusikiza sera za wagombea wa vyama vyote ili kuchagua kiongozi atakayewafaa. Kuna kitongoji kiko mbali na eneo hili. Iwapo kama nitakuwa diwani, ni lazima nihakikishe uwanja wa mpira pale unapatikana, uwanja wa kujenga shule unapatikana, eneo la kufyatulia tofali linapatikana. Mpaka yani msiba ukitokea watu lazima wafunge safari. Hiyo hofu ya kwao hiyo. Kwa mtu akiwa na mimi anajua kabisa kuna hofu. Na mimi siwezi kuwa diwani, watu hawana eneo kwa kufyatua, watu hawana shule, chekechea watoto wana miaka 6 tatembea kutoka Kalemo mpaka kuja kufika hapa. Kazi ya diwani ndio hiyo, lazima kuwepo darasa la awali na mchango wangu mkubwa ndio utakuwa wa kwanza. Lakini la pili, tuje hapa soko. Soko hili hamna soko na ni kijiji kikubwa. Na nyinyi kwa takwimu ni wengi kuzidi hata Kinambo. Soko hakuna. Naona baada hapa nimeona mawe hapa, sijui walileta lini. Hiyo yote ni kumzuia Ninde. Hii soko sio ya kumaliza miaka nenda rudi. Soko tutajenga. Wasiwadanganye. Kuna mtu anasema mkiwa ACT Wazalendo hana ofisi. Iko hivi. Fedha zote ni kodi ya kwetu sisi. Unapoenda dukani kununua shati, umelipa kodi. Na ndio fedha hizo zinazofanya kazi. Mimi unayezungumza na mimi ni afisa tarafa, najua fedha zinatoka wapi. Kwa mtu asikudanganye kwamba hatutapata fedha. Nani anakudanganya? Waulizeni. Mbona hawajashangaa Kaengesa? Kaengesa leo diwani, ni diwani ametokana na nini? Sio chama cha upinzani. Tena ndiko anakojenga lami. Sasa nani anakudanganya? Anayekataa sema hapa simame wewe muongo. Ndiko anakojenga lami ya kwenda Urumi. Na diwani ni diwani wa TLP. Sasa Mzee Mtama. Na Mzee Mtama ilitokana na hii shida. Kata jina. Mzee akabadilisha shati, mambo ya katiki, wananchi wote wako safi. Na mimi, hata nyinyi mabalozi mmenichukia bure. Ishu kubwa ni ukiritimba mlionifanyia. Kwa hiyo sitamchukia balozi wa aina yoyote. Leo ndio wameanza. Tuokoe chama. Fanyeni maamuzi. Mabalozi. Yaani nyinyi ni mabalozi wangu. Alafu wenye viti nashindwa kuelewa. Mtu anasema Ninde akiwa kiongozi atajiuzuru. Sasa unajiuzuru kwa nini? Sasa wananchi wanajiuliza kwa nini wanamzuia huyu? Kuna nini? Hiyo hoja ya msingi hiyo. Sasa mwenzaka kikanyaga umeweka tuta. Mwenzaka kikanyaga unaweka tuta. Kuna nini huku, umeficha nini? Mimi leo mkutano ni wangapi? 4. Naelekea kumaliza. Nimebaki vijiji hivyo. Lakini wao ni vikao vya familia kila siku, kikao cha ndani. Kila siku. Vikao vya ndani, mama zetu wanatoka huku, wanaenda kule, hakuna hata hela ya maji, wengine wanakanyaga kwa mguu, wanaenda kupewa 2000 na nyinyi mnakanyaga kila siku kwenda kwa mguu. Nao wananchi wakawa na la kusema. ACT Wazalendo kampeni zake tumeshiba, tumeona zina maana. Kumbe tusubiri tarehe 29 tuone mambo ya kupita, basi atakayepita ndio kiongozi wangu.
imani ninayo, na ndio maana hata kwenye mkutano wake nimehudhuria. Sina shida, sina pressure. Mgombea wetu diwani nimemwona yuko vizuri sana. Kwa maongezi alipoongea nimemwona yuko vizuri. Nimejifunza kitu kikubwa sana. Ni mtu asiyekata tamaa. Ni mtu wanao watu wengine wanajitahidi kumpiga chini, lakini anajitahidi kuinuka kwenda mbele. Wanawake wenzangu, mimi nawashauri kuwa wangejiunga na hiki chama, maana ni kizuri.